Israeli wangeangamia. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Elisha kama hangesimama na kumwomba Mungu, maana alijua yule aliye ndani yake ni mkuu kuliko aliye ndani ya wale watu. Na leo hii nimekuja kukuambia usimame imara, usiogope ni nani atasema, na usiogope maadui zako. Maana unapoogopa adui zako watapata nafasi na watakupiga vita na watakuweka chini. Na hivyo Mungu hatafurahia. Mungu amekupa uwezo na mamlaka ya kusimama na kuita neno lake, na Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Vile ndio tunataka tusome Yakobo wa kwanza. Nataka tusome kitabu cha Yakobo wa kwanza mstari wa 12 kuendelea. Nataka tujifunze kuhusu mtumishi wa Mungu Yakobo. Yakobo kwanza mstari wa 12 kuendelea mpaka mstari wa 18. Biblia inasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme, ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. 15. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. 17. Kila kutoa kuliko kwema na kila kutolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. 18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyoahidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wanapoona majaribu, wengi wanaenda nyuma, wanatafuta njia mingi, wanaanza kutafuta makanisa, maana wanajua wanapoenda mahali fulani watapata nini? Watapata kile wanataka ndani ya moyo wako. Mpendo, acha nikwambie, simama katika wokovu. Hata majaribu yanapokuja usiyaogope. Wewe muite Mungu, acha kukimbia kwa huyu, maana makanisa yote imekuwa kila mmoja akisikia huyu anafanya muujiza anaenda, anasikia mganga anaponya anaenda. Unachanganya makanisa ya Mungu mpaka sasa inafika wakati unapopona ujui ni nani amekuponya. Maana ulienda kwa mganga, ulienda kila makanisa yote ulishaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inapofika wakati majaribu yanaposhuka, unashindwa utaenda wapi. Ni kwa sababu wewe mwenyewe umejichanganya, haujui lile unalolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bado nataka nikwambie, dumu katika maombi. Dumu katika maombi na umwamini Mungu. Mtu yoyote asitoke huko na akakudanganya akakwambia nenda fulani ako na kitu atakusaidia. Siku hizi majaribu yamekuwa mengi. Mtumishi wa Mungu, acha nikwambie, unapokaa katika wokovu, Mungu ataruhusu mapenzi yake ndani yako ifanye nini? Itimie. Kilichofungwa na mwanadamu Mungu atakiruhusu, atafungua na mwanadamu ataibika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka asubuhi ya leo uamue katika ndani ya moyo wako, useme ni wapi ninaenda na ni wapi nimesimama. Kama ni mtu, kama ni Mungu, ambia Mungu niko hapa kwa sababu ya neno lako. Niko hapa na sitadanganywa na mtu yoyote. Maana unapodanganywa na mtu yoyote, shetani huwa anafurahi. Wacha nikwambie watumishi wa Mungu, watu wengi husema Mungu anawajaribu. Mungu hawezi mjaribu mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuachilia majaribu, anataka kuona imani yako iko wapi. Anataka kuona umesimama katika kiwango gani. Maana watu wengi wanapojaribiwa wanasema Mungu amewaacha.
Mtoto anapokuwa mgonjwa unasema sasa mimi nitafanyaje? Nimeomba vya kutosha, nimejaribu hile, watoto wangu hawasomi, ndoa yangu haiendelei, ndoa yangu haisimami. Wacha nikwambie, amini Mungu. Piga magoti na uambie Mungu, mwambie Mungu, leo nimesimama hapa na sitaenda kwa mganga kutafuta msaada wowote. Ulisema kwamba tukutafute nasi tutakuona. Leo niko hapa ni kwa ajili ya neno lako. Nataka Mungu nisaidie. Hivyo Mungu ataachilia mapenzi yake ndani yako na ataachilia kila ulikuwa unataka, Mungu atakupea. Na kama ulikuwa kiwango kingine, Mungu atakuweka katika kiwango cha juu, kwa sababu ameona mtumishi wake hajakufa moyo bali amemkimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mpendo wa Mungu, wewe uliye mali hapa, usitafute msaada kwa mwanadamu, usitafute msaada kwa mganga. Simama imara na umwambie Mungu, leo niko hapa. Na Mungu anaposhuka atashughulikia ndoa yako, atasimama na watoto wako. Chochote shetani alikifunga, Mungu atakifungua na atainua nyumba yako, na watasema ulienda kwa waganga, na sio waganga bali ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaposimama katika wokovu, Mungu hufurahia sana. Maana nilisoma kitabu kingine ikisema, unapoona mwanadamu anatenda mambo yasiyo ya Mungu, toroka huyo mtu na umkimbilie Mungu, maana huyo mtu anakupeleka kwa njia isiyo ya kawaida. Wala anakupeleka kwa njia isiyofaa. Nataka ushike Mungu, na unaposhika Mungu, ndoa yako itasimama, watoto wako watafanikiwa, njia zako zitafunguliwa. Hata kama shetani alifunga nini, hata kama walisema hautajenga, Mungu ataruhusu malaika wake ndani yako na watakusimamisha katika msingi, na neno la Mungu litakaa ndani yako. Na neno la Mungu linapokaa ndani yako, Mungu anasababisha vitu ambavyo uliviitisha mwaka uliopita haieleweki. Mungu ataruhusu mapenzi yake na ikufuate. Atasababisha vitu visivyo vya kawaida vitendeke ndani ya maisha yako. Na atafanya kitu kisichoeleweka kwa mwanadamu. Atawaibisha maadui zako, atawaibisha waganga. Maana Mungu aliye ndani yetu, Mungu aliye ndani ya waganga ni mdogo sana. Ama acha niseme Mungu aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliye ndani ya waganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbele tena tusome tu hiyo Zaburi. Turudi tusome Zaburi mlango wa 1 mstari mdogo wa 2.